Hello, it's me again, baba yake na Aviga. Ni katika mwendelezo wa somo letu la namna gani unaweza ukawa na huduma bora kwa mteja wako au abiria wako. Basi leo tutakuwa tunaangalia jambo la namba 4 katika yale mambo matano ambayo tumesema tutashirikishana hapa, namna gani unaweza ukawa na huduma bora kwa mteja wako au abiria wako au kiongozi wako. Basi leo tuangalie jambo namba 4, nalo ni kutatua migogoro na malalamiko. Pointi namba 4 ni utatuzi wa migogoro au malalamiko ambayo yanaweza kujitokeza kwenye gari yako kama dereva kutoka kwa abiria wako au kiongozi wako. Hapo tutazama kuna mambo kama mawili ya msingi ambayo natakiwa uyazingatie. Moja ni kusikiliza kwa utulivu. Maanake ukisikiliza vizuri utagundua kiongozi wako au mteja wako anadimandi kitu gani au analalamikia kitu gani kwenye gari yako. Kwa kunahitajika utulivu wa namna utakavyokuwa unamsikiliza bila kuwa na tempa au kupaniki. Lakini jambo namba 2 ni kuomba radhi. Omba radhi kutokana na lalamiko ambalo limetolewa na kiongozi wako au abiria wako, pasina kujali kwamba labda limetolewa kwa njia gani, umependa hujapenda, lakini omba radhi. Kwenye gari lako kunaweza kuwa kuna baadhi ya malalamiko. Kwa mfano, bosi anaweza kadimandi kwamba gari yako ina joto, au akalalamikia foleni katika njia mnaopita. Kwa sababu tumesema ni migogoro na malalamiko. Kwa kuna namna ambayo anaweza kulalamika, sio lazima kulalamikie, ila anaweza akaongea, akaongelea labda njia mbona ina foleni sana, njia ina foleni. Maana yake huo ni mgogoro wa foleni, tafsiri yake unamtia hofu atachelewa anakoenda. Kwa hiyo unatakiwa utoe majibu ya utatuzi wa ile foleni. Lakini anaweza kulalamikia joto, joto kali leo, akajiongelesha hivyo. Maana yake gari yako AC yako iko chini, regulate, muongezee AC au air condition katika hali ambayo itakuwa conducive kwake. Akalalamikia foleni, maana yake nakutaka sasa wewe ndio unatakiwa utoe solution ya yale malalamiko ya mteja wako, kutafuta njia mbadala ambayo inaweza kumsaidia yeye ili awe comfortable awai eneo analoenda. Kwa unaweza kutafuta njia mchepuko au namna yote unaweza kuitumia kutoa majibu ya kile ambacho amekilalamikia. Kwa kunaweza kuwa kuna malalamiko ya joto, ya foleni, au barabara mbovu ikawa inamtikisa, labda ni rough road na mashimo. Kwa ukimuelewa ukamsikiliza kwa utulivu, basi toa solution. Maana kama barabara mbovu, maana jaribu kutoa solution ya namna gani utapita kwenye hiyo barabara mbovu. Labda sasa nenda kwa speed ambayo utakuwa unaenda taratibu, unaingia kwenye ile mashimo kwa utaratibu bila kumtikisa. Ndio malalamiko ya abiria wako, bwana unatulosha, kuna matuta, uspaniki. Manake tafuta solution, inaenda taratibu kwenye zile tuta ili abiria wako aweze kuwa comfortable kwenye safari hiyo. Lakini jambo la pili nimesema nje na utulivu na kuwa na solution hizo, lakini omba radhi, kwa sababu kuna matukio yanaweza kulalamikiwa na wewe huna majibu nayo. Tayari ni kosa limefanyika au ni bahati mbaya, basi omba radhi kwamba nimepokea na ninalifanyia kazi, au halitajirudia tena ili kiongozi wangu au abiria wangu. Tunaomba radhi kwa jambo hili lililotokea. Umemrusha abiria kwenye tuta, amekulalamikia, mbona unanirusha, au kaonesha ishara ya kulalamika, omba radhi, samahani kiongozi, ilikuwa ni emergency tu, sikuliona tuta, au ilikuwa hivi, lakini na kuahidi haitajirudia tena. Kuomba radhi, jifunze kuomba radhi kwa lalamiko la kiongozi wako. Kwa hiyo ndio jambo la msingi sana, ni kusikiliza kwa utulivu, lakini omba radhi kwa jambo ambalo liko nje ya uwezo wako. Labda gari amelalamika joto na gari ndo ina shida ya AC. Haitakiwi gari ina shida, dereva anatakiwa gari katika hali nzuri, hasa gari ya kiongozi wako inatakiwa katika hali nzuri muda wote. Lakini imeshatokea hivyo, basi omba radhi kwamba nimelipokea kweli kiongozi, na mimi asubuhi nimejaribu kuwasha gari nikagundua kuna shida kwa upande wa AC, labda compressor haijakaa vizuri, basi baada ya safari nitaenda kuchunguza. Naomba radhi kwa hali hii na nimelipokea na ninalifanyia kazi toka sasa, halitajirudia tena. Kwa jifunze pia kuomba radhi na mambo kama hayo. Kwa hili ni jambo la msingi sana, jambo namba 4. Lakini jambo namba 5
katika mambo haya matano ni jambo namba 5, unaweza kusema ni marudio ya jambo namba 1. Jambo namba 1 tulijadili namna ambavyo unaweza kawa unafanya mapokezi na salamu kwa kiongozi. Basi jambo namba 5 linafanyika mwisho wa safari, ni kama jambo namba 1 tu, manake ulianza vizuri na kiongozi wako, maliza vizuri. Nilisema uanza safari kwa bashasha, mapokezi yale uwe na bashasha, tabasamu. Basi maliza safari yako pia kwa bashasha na tabasamu, hata kama katikati kuna namna mlikwazana au mliombana lazi katika malalamiko na mambo hayo namba 4 niliyoyasema. Basi namba 5, fanya final touch kwa kumaliza vizuri. Hata Mungu anasema anaangalia mwisho mwema kuliko mwanzo. Kwa maliza vizuri safari yako, omba radhi kama kuna jambo lilikosea. Maliza vizuri, chukua mizigo ya kiongozi, iweke sehemu alipofika, na usiondoke mpaka umehakikisha kiongozi wako umeweka sehemu yuko safe na tayari ameingia hotelini na umemwacha salama, kwa sababu wewe pia una majibu ya kiongozi wako kama kutakuwa kuna shida yoyote. Kwa hakikisha umemwacha salama na yuko safe, au abiria wako umewashusha salama, umewafikisha kwenye stendi inayohusika, umemwacha salama, ndipo unaagana naye. Kwa fanya yale uliyofanya kwenye namba 1, ni sema bashasha na mapokezi. Basi jambo namba 5, maliza safari yako vizuri, omba radhi kama kuna jambo ulimkosea. Takianeni usiku mwema, umwache salama kiongozi wako. Basi wakuu, tulikuwa pamoja katika somo hili la huduma bora kwa mteja. Basi naomba nihitimishe kwa kusema mteja mwenye furaha anamaanisha biashara endelevu au kazi endelevu na wewe. Na biashara endelevu au kazi endelevu basi ndio kipato chako au ndio kula kwako. Manake biashara ikiwa endelevu na ihakikishia wewe maisha bora, na utaendelea kuilisha familia yako au kupata kipato chako. Kwa hiyo nimesema mteja mwenye furaha anamaanisha biashara endelevu au endelevu wa kazi yako. Kama unamwendesha kiongozi wako akiwa na furaha na wewe, umejihakikishia kuwa na kazi endelevu na yeye, na ukiwa na kazi endelevu na yeye umejihakikishia uhakika wa kipato chako na uchumi wako, kwa sababu kazi yako ndio inayokupa wewe kipato. Kwa kila mteja anayeingia kwenye gari yako, kwa maneno haya, au kila kiongozi uliyejaaliwa kumwendesha, muhakikishie huduma bora, ili yeye akuhakikishie kazi endelevu na yeye, ndipo utakapokuwa umejihakikishia wewe maslahi yako na kazi yako kuwa bora. Kwa msamini kila mteja anayeingia kwenye gari lako au kiongozi uliyepewa kumwendesha, kwa sababu ukimsamini huyo, muone kwamba yeye ndio chanzo cha mapato yako na ndio fedha yako na ndio mafanikio yako. Kwa mheshimu sana mteja, kwa sababu ndiye anayekuletea pesa na kipato. Mheshimu kiongozi wako, maana ndiye anayekupa kula na ndiye anayekupa wewe ustawi katika familia yako na mambo yako. Kwa naweza kuhitimisha namna hiyo katika hili tulilokuwa tunaliongelea. Lakini asante kwa kuwa pamoja nami katika jambo hili la huduma kwa mteja au kwa abiria wako. Hapa Kijiweni ni mahali pako wewe dereva, lakini na usiye dereva unayetaka kuja kuwa dereva. Lakini asante kwa wote ambao mnakuwa pamoja nasi hapa Kijiweni, kwa kunisikiliza, kwa kushare, kwa kukomenti. Ndivyo ambavyo unanitia moyo na kunitia matumaini ya kuendelea tena na tena kujua ni namna gani nitakuwa nazungumza na kuleta mada gani mbele yenu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Naamini tutaendelea kuwa pamoja tena na tena, na hapo baadaye tunategemea pia tutakuwa tuna baadhi ya wananzengo ambao watakuwa wanakuja kwenye kipindi hapa. Nitakuwa na mada ambazo nitakuwa nashirikisha wageni ambao watakuwa wanaendelea kutupa ujuzi mpya. Tutategemea kuwa na wataalamu wa sheria ambao watatuambia habari ya sheria za usalama wa barabarani. Mimi naziongea overall, lakini wao ndio wamesomea haya mambo, tutashare nao. Lakini kuna wataalamu wa magari, mafundi wa magari tutakuwa nao ambao watatueleza namna gani ili uwe safe kama dereva barabarani. Watatushauri wao kama mafundi nini kifanyike kwenye vyombo vyetu. Asanteni kwa kunisikiliza, mpaka wakati mwingine na mada nyingine. Tutakuwa pamoja tena hapa hapa katika Kijiwe cha baba yake na Aviga. Thank you.